Junior, hebu tujuze, baadhi ya watu wamekuwa na malalamiko ya hapa na pale kuhusiana na mwenendo wa ligi yetu ya Tanzania NBC Premier League, lakini wengi wakisema kwamba wananchi kana kwamba wanaharibu ligi ya Tanzania. Kwako likoje hilo? Kwanza mimi niseme kitu kimoja. Unajua mpira inabidi uheshimiwe na investment ambazo watu wanafanya inabidi uheshimiwe. Unajua kuna kipindi hapa Yanga ilifungwa na Azam FC na Tabora United ikapoteza pointi 6. Unajua watu walizungumza vitu vingi sana na hakukuwa na malalamiko yoyote kwamba Yanga anaharibu ligi ama GSM anaharibu ligi yetu na vitu kama hivyo. Lakini kinachonisikitisha zaidi ni mpaka baadhi ya waandishi wa habari na wachambuzi wa michezo kwenye media tofauti na kubwa zinazoheshimika nao pia wameingia katika huo mfumo wa kuingia kwa namna hiyo kuutuhumu. Unajua kwa namna moja ama nyingine uwezo ukamtuhumu mtu anaharibu ligi kwa maana labda ananunua matokeo ama anapanga matokeo. Hizo ni tuhuma kubwa sana. Ifike sehemu pia hivi vyombo vyote vinavyosimamia mpira viwakamate ya watu, viwaulize na watoe ushahidi ili kama hayo mambo kweli yapo yasitishwe na anayestahili kupewa adhabu apewe adhabu. Sababu mchambuzi mkubwa, mtangazaji wa vipindi vya michezo tofauti unakaa kwenye media kubwa unazungumza kwamba Yanga wanaharibu ligi ama wananunua mechi na vitu kama hivyo. Alihali unajua huna ushahidi. Wewe unazungumza tu. Mimi nafikiri ifike sehemu hao watu wasichukuliwe tena kawaida tu. Wanatengeneza taswira ambayo inaweza kuchafua mpira wetu katika asilimia kubwa sana. Vitu ambavyo vinatokea kwenye mpira wetu ni vikubwa sana, uwekezaji umewekwa sana. Angalia pale Simba Sports Club namna ambavyo Mo amewekeza fedha nyingi kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji wa kaliba kubwa. Wakina Luamba Ngoma, wakina Chencheza wa, wakina Ateba, wakina Mukwala na wakina Pinpin Kamara au hizo wakina Elim Mpanzu. Hao ni wachezaji wakubwa kabisa ambao gharama kubwa zimetumika kuwaweka katika ligi yetu. Sasa unakuta inafika sehemu mtu anakuja tu anaanza kuzungumza Simba inapendelewa, hii timu hii ina marefa wanawabeba. Ifike sehemu hao watu wachukuliwe hatua ili kuondoa hizi tabia ambazo hazina mashiko kwenye ligi yetu. Kwa sababu ligi yetu inapanda thamani kila siku. Kuna juhudi za watu zinafanyika. Karia pamoja na rais wa TFF na kabineti yake yote wanatumia nguvu kubwa sana. Engineer Harris ambaye ni rais wa vilabu barani Afrika anafanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba mpira wetu unasimama. Mohamed Mo mwenyewe anawekeza nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba Simba inakuwa. Azam FC wanawekeza nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba ligi yetu inakuwa. Lakini pia GSM wanatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba klabu ya Yanga na ligi yetu pia inakuwa. Sasa ukitokea tu mchambuzi anatoka tu huko kwao ameshiba vizuri tu maharage yake huko na maji tumboni anaanza kuropoka tu maneno. Mimi nafikiri ifike sehemu vyombo vinavyosimamia mpira vijenge heshima kwa hawa wanaouchambua mpira. Isiwe tu ni shamba huru, ngedere wanaingia tu muda wote wanafanya tujisikia na kuondoka. No, ifike sehemu watu waheshimu juhudi za watu. Uwezo ukakaa kwenye media unaweza kusema kwamba no, wa Yanga wanaharibu. Kwa mfano mechi ya juzi nimejaribu kuifuatilia. Kipa amefanya makosa ya uzembe kabisa ambayo hayawezi kuvumilika kwa namna yote. Swali la kujiuliza la kwanza, je, Nobo kufanya hivyo ni mara ya kwanza? Sio mara ya kwanza. Ameshafanya hivyo na JKT akiwa Tabora na mechi ya JKT dakika 90 nao akawapa JKT penalty wakapoka point 3 Tabora, JKT wakaondoka na point 3. Je, JKT walinunua ile mechi ama walimnunua Nobo? Lakini leo anatokea mtu anaanza kuzungumza vitu, anasimama kabisa mishipa inamtoka, ana heka nyingi, anazungumza Yanga wanaharibu ligi, wananunua mechi, wanafanya hivi. Mimi nafikiri watu wasinyamaziwe tena. Ifike sehemu sasa waweze kuwekwa mbele, waweke kiwangoni, watoe ushahidi ili mwisho wa siku watu wajue ni kitu gani kinachoendelea. Lakini pia Aziz Ki kufunga magoli ya design hii ni jambo jipya kwenye ligi yetu, sio jambo jipya. Wamefungwa makipa wakubwa kabisa ambao katika ligi yetu na Aziz Ki katika magoli ya staili ile wanapigwa free kick zinakuja mikono wao zinawaputa, watu wengine wana capitalize wanafunga. Je, hao nao pia walinunuliwa? Kuna mmoja akasema hata ile ya Pinpin Kamara alitoa nje. Pinpin Kamara alinunuliwa? Maana Pinpin Kamara mpira alifuata nje akarudisha ndani. Je, alinunuliwa na Yanga? Kwa mwisho wa siku kabla ya kuzungumza neno lote ukiwa ni mwandishi umepewa dhamana ya kusimama sehemu na kusema jambo. Hebu jiulize neno lako nao ulisema lina impact gani katika jamii nao kuangalia. Mwisho wa siku kinachotokea ndo hawa watu ambao wanakuja wanatuharibia mpira wetu. Juhudi kubwa zinafanyika kuujenga, lakini kuna wachache wajinga wanaotumia
platform zao tofauti na ushawishi wao uliokuwa nao katika jamii ambao umejengwa na sisi wenyewe wadau wa mpira kuwapa hizo platform kuisemea, wanaanza kutokwa maneno na kuharibu heshima za watu walizowekeza na pesa za watu walizowekeza. Mimi nafikiri ifike sehemu hawa wachambuzi wawekwe chini, waulizwe maswali, wakijibu watoe ushahidi, wakishindwa kutoa ushahidi wawajibike, kama ambavyo wanawajibika wasemaji, kama ambavyo wanawajibika wachezaji, kama ambavyo wanawajibika makocha na viongozi wengine. Hawa wachambuzi wana uwezo mkubwa wa kutusaidia na kuisaidia TFF na juhudi kubwa za Mheshimiwa Karia Rais na kabineti yake yote. Kama wana ushahidi wauweke mezani, wasizungumze tu kama stories za kusadikika za pagu na paguzi, watoe ushahidi mezani. Mchambuzi mmoja juzi jana majuzi amekaa kwenye kipindi kakaa katulia kabisa, anakula hisia ya ofisi ya watu, amepewa dhamana, amepewa na maiki na airtime ya kutosha, anaongea vitu ambavyo havina kichwa wala miguu. Yanga wanaharibu ligi, Yanga wananunua mechi, hii kimepanda kimeshuka. Ushahidi kama upo, yule mtu awekwe mezani. Lakini vyombo vya usalama vipo, atoe ushahidi, Yanga wachukuliwe sheria. Kwa nini watu walibii ligi yetu kama ni kweli basi? Lakini kwa namna ambavyo yule golikipa alivyocheza Nobo, goli la kwanza anafungwa kwa makosa ambayo tunaweza kusema yamepita kibinadamu, goli la pili pia hivyo hivyo. Uone kwamba pengine kuna viashiria labda vya rushwa katika mchezo, na ndio maana pengine huyo mchambuzi unaosema yeye labda ameenda mbali kiuchambuzi tu kwamba asikosoe, kwamba ameona asikosoe. Nitakuuliza wewe pamoja na huyo mchambuzi, na akipata muda pia akae chini anijibu. Sawa sawa? Pinpin Kamara alihongwa. Kwa nini ufuate mpira nje urudishe ndani? Na wakati ulikuwa unatoka alihongwa. Wakati Manula anafungwa goli 5 na Yanga alihongwa. Na Manula inasadikika ndio maana huenda tetesi zinasema mpaka sasa kama wanao huo ushahidi achezi pale, kama wanao huo ushahidi waupeleke mezani, mtu achukuliwe sheria. Lakini pia Yanga hajamfunga Simba peke yake. Kwa hiyo ina maana Yanga wana fedha za kuchezea. Bwana, unasema kama unaipendelea sana Yanga. Inabidi nifanye hivyo ili mtu aelewe. Yaani iko hivi, basi Yanga wana pesa nyingi sana za kuchezea. Wana pesa za kumlipa Aziz Ki, Clatous Chota Chama, na wakina Mzizi, wakina Dube, wakina Pakome, wakina Yao Kwasi na wengine wote, mabilioni ya pesa wanaowalipa. Lakini pia wanazo pesa za mchezo za kuhakikisha kwamba wanazitapanya tu kununua hizo mechi. Kwa mwisho wa siku tusiongee tu kihisia. Hawa wote wanaoendelea na haya mambo wakamatwe, waekwe chini, watoe ushahidi. Hao watu wanaosema Simba ananunua mechi, Yanga ananunua mechi, watoe ushahidi hakikisha kwamba hizo wanazokisema kiko sahihi. Alafu baada ya hapo, hao wanaofanya makosa, kwa sababu kwa makosa hayo wanauharibu mpira wetu na wanapanga matokeo. Kosa kubwa sana katika mpira duniani. Kwa hiyo ina maana kinachotokea sasa, wao wakishatoa ushahidi, wahusika wachukuliwe hatua, lakini wakishindwa kutoa ushahidi, wao waliosema hao maneno pia wachukuliwe hatua, kwa sababu wanatengeneza taswira ambayo inakwenda kuharibu mpira wetu ambao tunatumia nguvu kubwa kutengeneza, na Mheshimiwa Rais anawekeza nguvu kubwa sana. Lakini mpaka anaamua kutoa ndege ya serikali kwa ajili ya kuwapa Simba. Wewe mchambuzi mbona kama una uyanga hivi? Kwa sababu ninazungumza hivi kwa sababu unaongea kama Yanga alialia wewe. Ninazungumza hivi kwa sababu kwa nini wale waliofungwa wenyewe wamemwadhibisha mchezaji wao Nobo Tali na adhabu wamemwadhibisha kwa sababu amefanya makosa. Hawakusema kwamba wana viashiria vya rushwa ama kupewa hela. Lakini mwisho wa siku kama wangesema wale sio kutokana na viashiria, labda umeona huyu mtu pengine kuna chochote amechukua. Mimi wale sina shida nao. Wanampa adhabu kutokana na utaratibu wao. Wanajua uwezo wake. Lakini swali la kujiuliza, Nobo makosa yale ndio ya kwanza? Sio makosa ya kwanza. Mechi na Simba na Yanga, Nobo alipata kadi nyekundu. Simba na Fountain Gate, Nobo alipata kadi nyekundu ya kizembe kabisa, akaigharimu timu. Akiwa Tabora amefungwa magoli ya kizembe ya design ile. Lakini leo hii mtu mishipa inamsimama anazungumza. Mimi nazungumza hivi, naweza nisieleweke leo nikaonekana kwamba ni shabiki wa timu fulani ama ni mnazi wa timu fulani. Sitajali hilo. Lakini kuna siku yatazungumzwa maneno ambayo yatauharibu mpira wetu. Hii sauti itakumbukwa. Kwa sababu kuna watu wanajisahau, wanakuwa machawa kupitiliza, wanaongea maneno mengi kupitiliza. Uwezi ukaituhumu taasisi. Na mimi hapa niseme kitu kimoja, na wasi viongozi wa Yanga sasa hivi wachukue hatua, kwa sababu kinachoendelea sasa hivi ni kuichafua taasisi yao.
Kwa sababu huwezi kumchafua mtu kama Injinia Harris juhudi alizoziweka katika mpira kwamba anahonga timu nyingine ili apate matokeo. Ina maana sabidi Injinia Harris pamoja na uongozi wote wa Yanga umkamate ule mwandishi, umpeleke TAKUKURU, akatoa ushahidi, alafu maisha mengine yaendelee. Ili kupitia mchambuzi mmoja, hiyo funzo kwa wachambuzi wengine wote na mpira wetu utakuwa. Kwa sababu haiwezekani kila timu kubwa inayopata Simba na Yanga zikipata matokeo, lazima aibuke tu mtu ambaye mishipa inamsimama, mate anamtoka, njaa za kutosha kwa sababu tu ya kupiga makelele apate followers na viewers. Ifike sehemu watu waheshimu juhudi za hawa viongozi. Murtaza Mangungu anafanya kazi kubwa sana, lakini watu wanamdhihaki sana. Inafika sehemu wakianza kutia maneno ya hovyo. Wanasheria wa hivi vilabu wanafanya kazi gani? Yaani bado natamani kujua wanasheria hivi vilabu wanalipo mshahara kwa nini? Taasisi zinachafuliwa. Taasisi kubwa kama Simba kama Yanga kwa nini inachafuliwa kwa mwanasheria amekaa kimya? Watu waswekwe ndani watoe ushahidi. Wanaharibu taasisi ya mpira wetu. Asante sana. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo toka Dar es Salaam, karibuni nyote.